ninashindwa nimalizie wapi, lakini nitakuwa very brief. Naomba tu waambie mwenzako vumilia mpaka saa 7:30. Mwambie tu. Ninaiangalia pale, si ndio hiyo? Lakini mpaka hapo nitakuwa nimemaliza yale ambayo pia Bwana ameyaweka katika moyoni mwangu, na ninatangulia na jambo hili. Ambia mwenzako safari ya kufaulu iko na changamoto. Naomba Pastor Shira wewe, naomba uwe mara hapa jamani, na kama hawa watu hawako karibu, usisome ya simu, nataka usome ya Biblia. Na ningelipenda ufungue mlango wa namba gani? Fungue mlango wa namba 2, kitabu cha Wafalme. That is the book of 2 Kings chapter 2. Asante kijana wetu Manu. Wafalme wa pili, mlango wa 2. Mstari wa namba 1 mpaka namba 3. Wafalme wa pili, mlango wa 2, mstari wa 1 mpaka 3. Ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Eliya mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Eliya alitoka Gilgal pamoja na Elisha. Eliya akamwambia Elisha, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii waliokuwako Betheli wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana anamwondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akasema, naam, najua, nyamazeni. Rudia mstari wa namba 3. Mstari wa namba 3. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii waliokuwako Betheli wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akasema, naam, najua, nyamazeni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni safari ya watu wawili ambao walikubaliana, na kulingana na mlango ambao tunausoma, mlango wa namba 2 wa kitabu cha Wafalme, tunakutanika na Elijah na pia tunakutanika na Elisha, na jinsi ambavyo Biblia inavyosema hawa watu walikuwa pamoja, na katika kuwa pamoja Bwana Mungu alinia na akakusudia kumchukua Elijah ili kumpeleka mahala ambapo watu wa Mungu kuwa wanaenda. Na kama vile ambavyo Biblia inavyosema, pale ambako walikuwa sehemu iliitwa Gilgali. Na unaposoma kitabu cha Yoshua mlango wa namba 5 mstari wa namba 9, ili ndilo jina Gilgali ilionekana. Aliyeitamka na kulitoa kinywani mwake si mwingine lakini ni Joshua. Biblia inasema namna gani ya kwamba Israeli ambao hawakuwa wamekomaa walihitajika wakomaishwe, na kwa sababu ya kukomaishwa huko sehemu
ikaitwa Gilgali. Hivyo Gilgali ni mahala ambamo watu wamekomaishwa. Jina la Yesu lisifiwe. Amen. Wakati huu tuko na Elijah na tuko pia na Elisha, na wako mahala pale wamefanya uamuzi ya kwamba ni lazima waondoke mahala pale. Biblia imesema hivi, Elijah akamwambia Elisha, ninaondoka, tafadhali kaa mahala hapa. Biblia inasema hivi ya kwamba kwa sababu ya ushirikiano wa Elijah pamoja na Elisha akasema, sitakuacha, tutaenda pamoja na wewe. Inamaanisha ni uamuzi wa kutoka rohoni. Amina. Bible inasema hivi, wakati sasa Elisha ameamua hivyo, ikawa wanaondoka. Kuna miji kadhaa Biblia inataja, Betheli namba 1, Yeriko namba 2, na kando ya mto wa Yordani ni hesabu kuwa ilikuwa ya namba 3. Na Elisha akamwambia ya kwamba sitakuacha. Pamoja na kusema hivyo, neno la Mungu linaniambia hivi ya kwamba Elijah anamwambia kuna majaribu, kuna mateso iko huko mbele, lakini Elisha akakatalia mahala pale kwa sababu ndani mwake alikuwa na kusudio. Si unasema amen? Na kuwa na kusudio ambalo alilokuwa nalo. Biblia katika kumalizia ile safari, kuna kitu ambacho Elisha alikuwa anakihitaji, na katika kuhitaji hicho kitu, vizuizi, shida, mateso yalikuwa mengi. Kama alifaulu pale Gilgali, alipofika Betheli pia Bwana alimsaidia akafaulu. Alipotoka Betheli akafika Yeriko, pia Bwana alimsaidia akafaulu. Alipofika pale kando ya mto wa Yordani, pia Bwana akamsaidia na akafaulu. Na kutangazia katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, licha ya mateso, licha ya majaribu, licha ya haya na yale, Bwana aachilie kufaulu mbele zako. Nataka niseme hivi, Elisha hangelijua ya kwamba pale Betheli kuna watu wa kumwambia simama, lakini alipofika hapo aliendelea kusema nyamazeni, na kutabiria kama nabii vizuizi vya kila aina. Bwana Mungu akupe nguvu, Bwana Mungu akupe uweza, utazinyamazisha katika jina la Yesu. Yeriko vilevile alipokutanika na wana wa manabii aliwanyamazisha. Manabii, wana wa manabii wa Betheli, Elisha aliwanyamazisha. Wana wa manabii wa Yeriko, Elisha aliwanyamazisha. Na ninaomba kila aina ya mambo ambayo ni kinyume na kufaulu kwako, Bwana akupe nguvu na uweza wa kunyamazisha. Nataka niseme katika kila safari ya kufaulu kuna maadui. Katika kila safari ya kufaulu kuna majaribu. Kuna pele unataka ufike, lakini saa ingine
mambo inakuja tu hapa, inakukosesha kufika penye ambako unatazamia kufika. But wewe unayenisikiliza, nimekuombea kwa Mungu Baba, nimekuombea kwa Mungu Mwana, nimekuombea kwa Mungu Roho Mtakatifu. Bwana aachilie kufaulu mbele zako katika jina la Yesu. Leo hii kuna jambo ninalotaka kulifanya kabla ninene maneno machache yenye yako mbele zangu. Kila mtu wakati anapoondoka, lolote analolifanya anafanya kwa lengo na kusudi na sababu. Lakini katika nafasi hii usisahau maadui ni wengi, na katika kuwa na maadui hao wengi, saa ingine wengine ni wakutufuta nyuma, wengine ni wakutusaidia, wengine ni wakutufuja moyo. Ungelikuwepo katika ibada yetu ya namba moja, ni ya kwamba lolote litakalo kuja hakuna la kunitenganisha na upendo wa Kristo Yesu. Na kwa sababu ya hiyo, ndani mwa moyoni mwako, na hivyo ndivyo tuliambiwa, usiogope, jawa na roho ya kushukuru. Ni kwa sababu gani? Kitabu cha Wafilipi mlango ni wa namba 4 mstari ni wa namba 6, neno la Mungu linasema usikajisumbue kwa neno lolote, bali kwa kuomba na kusali pamoja na kushukuru haja zako wewe mwanaume, haja zako wewe mwanamke zijulikane na Mungu Baba. Haja za familia yako zijulikane na Mungu Baba. Naomba haja zako zote zijulikane na Mungu Baba katika jina la Yesu. Katika mlango wa namba 34 wa kitabu cha Mwanzo, Biblia inaongea kuhusu Yakobo aliyekuwa na familia, lakini akashika safari. Na wakati aliposhika safari, kuna mambo hangelikusudia, kuna mambo hangelifikiria, lakini yalikuja yakaonekana. Na hata kama yalionekana, Bwana Mungu alikuwa na jawabu. Si unanisaidia? Unasema amen. Amen. Katika mlango huo, wakiwemo katika safarini, alikuwa na mtoto ambaye alikuwa last born wa huyu mwanamke Lea, na jina lake aliitwa Dina. Sema Dina. Dina. Na Biblia inasema hivi, wakiwemo katika safari, huyu Dina akaamua wacha atoke na akaenda kukutanika na binti wa nchi. Hivyo ndivyo Biblia inavyoniambia. Na alipokutanika na binti wa nchi, alikutanika na jaribu ambalo lilisababisha ile nguvu alikuwa nayo, yale mambo alikuwa nayo yawe ni shida na ni hatia. Biblia inaniambia ya kwamba akiwa mahala pale akakutanika na kijana kwa jina ni Shekemu, akampenda, akampaki. Na hapo ikawa Dina, hata kama alikuwa na utakatifu, jamani, ulifutiliwa pale. Baada Yakobo, je, angelidharau mtoto wake? Wewe unafikiria namna gani? Kama ni wewe ungelidharau mtoto wako, si unazidi tu kumpenda, si unazidi tu kumsaidia? Ninaona yale yaliyofanyika ni kwa sababu hata Yakobo hakufurahia, lakini katika kutendeka huko kuna jambo liko mbele zetu ambalo ninalotaka niwafahamishe mahali hapa. Safari ya kufaulu, majaribu ni mengi. Sababu Gilgali kuna majaribu, Danieli kuna majaribu,
Yeriko kuna majaribu. Hata kando ya mto wa Yordani kubali kuna nini? Kuna majaribu. Na haya majaribu yanalenga usikose kusikia tamaa ya moyo wako. Si unanisaidia? Unasema amen. So katika hali hiyo mambo ya Dina ikanyamazika na hatujawahi kuisikia. Unapoangalia mlango wa namba 13 wa kitabu cha Samueli ama ni Samueli, Biblia inasema nini katika huo mlango? Inasema ya kwamba ni Samueli wa pili, kama sijakosea, mlango ni wa namba 13. Daudi, Mungu alibariki na uzao, lakini katika kubarikiwa na uzao shetani ni mbaya, akaingia mule na akaharibu kati ya wana wa Daudi msichana kwa jina Tamari ambao alikuwa amekaa vizuri, na kijana kwa jina Amnoni ambao pia alikuwa mbaya. Hali mbaya, tamaa mbaya ikamwingia, na ilipomwingia akaasi. Inamaanisha katika kuasi huko, hata kama alikuwa na safari ya kufaulu, hatia ikaingia. Jamani, ni nini ninajaribu kusema? Majaribu ni mengi. Ingine iko huko barabarani, ingine iko kwako nyumbani, ingine iko katika maisha yako, lakini tunaye Mungu mwenye ambaye amebeba msamaha. Na ninatangaza hivyo sababu leo hii katika ibada yetu kuna mtoto wetu tunataka tumsamehe. Kuna mtoto wetu tunataka tumsamehe, kwa sababu yale ambayo yanaonekana ni jambo tu lilijipata, kama lile lilikuwa la Dina, kama lile ambalo lilikuwa la Amnoni na Tamari, lakini watoto wetu wanabaki kwa watoto wetu. Si unanisaidia? Unasema amen. Amen. Fanyia mwenzako vile wewe mwenyewe ungelipenda ufanyiwe. Atukuzwe Bwana Yesu. Niko na wazazi hapa kanisani ambao wamekuwa washirika wetu, na hawa wazazi wako na watoto, na vile wako na watoto kama yale yaliyowapata wale ambao nimeongea kuwahusu likawa limeonekana. But katika kuonekana huku, grace tu za Mungu na neema ya Mungu ikanisaidia. Kwa sababu gani? Bwana amenipea wasaidizi, Bwana amenipea watenda kazi. Jina la Yesu lisifiwe. Na wale ambao waliopeanwa kwanza hata kwa kanisa pia Mungu amenipea. Biblia inasema Wasee 70, roho iliyokuwa ndani mwa Musa ikaingia ndani mwa Wasee wale, na katika yale mambo mengi yaliyokuwa yakitendeka, Musa akawaambia, endeni msuluhishi, ile inawapita hiyo mtaniletea. Na ninashukuru Mungu sababu katika kanisa kuna watu kama hao. Sina budi kusema Bwana awabariki. Amen. Ninaomba kijana wangu anaitwa Peter akuja mahala hapa. Habari ya kijana wangu. Ninaomba msichana anaitwa Shiro akuja hapa. Vile mnavyowaona hawa wawili, yale yaliyotendeka kwa Dina ikatendeka kwa Tamari na Amnoni iliwatendekea.
na sasa miezi zaidi ya 6 imerudi nyuma, na katika hali hiyo walijipata katika hatia. Na wakati hii ripoti iliponifikia, nashukuru Mungu kwa mzee wa ushauri. Simama tu, mzee wetu Joseph Moyore. Huyu mzee ndiye aliyeniletea habari, na aliponiletea habari akaniambia yale mambo yote ambayo yametendeka, na vile alivyoniambia vile mambo yote yametendeka, nakumbuka nikimtumanisha, lakini kama mzee anayeheshimu huduma hii alifanya kama vile nilivyomwambia. Ninaomba wazazi wa hawa watu wakuja hapa, wazazi wote wawili wa familia ya pili. Mlango ni wa namba 6. Tutasoma mistari wa namba 10, 11, 12, 13. Hapo ndipo tutakapomalizia. Na hili ambalo ningelipenda liwemo ndani mwako kama kichwa cha maneno haya mafupi ambayo ninayoyaongelea ni ya kwamba kutoka na sanduku la Bwana kama desturi tu, kutoka na sanduku la Bwana kama desturi tu. Praise the Lord. Narudia sababu naweza kukosa maneno mengi ya kuongea. Bwana anakunenea, anakuambia hivi, wewe si mtu wa kukaanga na sanduku la Bwana kama desturi tu. Amen. Lolote ambalo watu wamelifanya kuwa desturi halina maana katika maisha yao, bali iwapo utakaa na lile sanduku ukijua ni nini jamani umefanya, na kutangazia wewe ni mbarikiwa. Yesu alipotembea, namuona akifika pale Samaria, katika mlango wa namba 4 wa kitabu cha Yohana. Alipofika katika ile burika ya Yakobo, alikutanika na mwanamke mahala pale. Alipokuwa kuongea na yeye, katika kuongea huko kuna maneno huyu mwanamke aliyoyasema wakati injili ilipomugusa. Ninaona akisema, kwani wewe ni Mungu kuliko baba wetu Yakobo aliyetutengenezea burika hii. Na kwa sababu injili ya Bwana Yesu ilikuwa ina msingi, ninaona yale aliyomwambia wakati waja na sasa upo. Praise the Lord. Amen. Naona baba hana anaongea, sijui anaongea na nani. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Walipokuwa katika kuongea, ninaona huyu mwanamke alisema ya kwamba sisi wa Samaria watu naenda kuabudu milimani, lakini Wayahudi wanaenda kuabudu katika Yerusalemu, na ikawa ya kwamba hawawezi kupatanishwa. Basi hata kama walikuwa naenda kuabudu pale milimani, ilikuwa ni maabudu ya desturi tu. Jamani, umenipata? Ilikuwa ni maabudu ya desturi tu, haingeliwezi kubadilisha maisha ya huyo mwanamke. Ni kwa sababu hata kama aliheshimu Sabato, angali alibaki katika dhambi. Na wewe ninakuambia, maabudu ya desturi tu hayawezi kubadilisha
kubadilisha maisha ya mwanadamu. Na niko mahala hapo kwa sababu ndivyo Biblia inavyoniambia ya kwamba mwanamke, mambo mabaya, mambo maovu yangali yalikuwa yanaendelea, lakini Bwana Yesu alipokuja akaingia ndani, maisha ya mwanamke yakabadilika. Na kuambia hivi, kukaa na sanduku la Bwana, jamani, usipojua nguvu na uweza wa sanduku la Bwana, hiyo tabia, hiyo desturi haiwezi kusaidia. Atukuzwe Bwana Yesu. Tuna watu kanisa, hata wokovu ni desturi tu, wanaenda ushirika ni desturi tu, wanakaa kwa nyumbani ni desturi tu, haiwabadilishi. Lakini leo niko na ujumbe kwako. Bwana kuna kitu anachotaka, na chenye ambacho anachotaka, kana wokovu wa Bwana, kana imani ya Bwana yenye ambao itabadilisha maisha yako. Sasa nataka tusome Biblia inatuambia katika ule mlango wa namba 6 wa kitabu cha Samueli wa pili, mlango wa namba 6 mstari wa namba 10 mpaka 13. Simama jamani, ili some pamoja nami, na ninaomba utoe sauti, sababu dakika 5 ndizo zimezalia. Biblia inasema aje? Basi Daudi hapo, wacha tusome kwa ushirika. Inasema aje? Basi Daudi hakutaka kulileta sanduku la Bwana kwake mjini mwa Daudi, ili Daudi akamrudisha mfalme kwa Obed-Edomu Mgiti. Sanduku la Bwana akatia katika nyumba ya Obed-Edomu Mgiti muda wa miezi 3, naye Bwana akambariki Obed-Edomu na nyumba yake yote. Mstari wa namba 12. Kisha mfalme Daudi akaambia ya kwamba Bwana ameibariki nyumba ya Obed-Edomu na vitu vyote alivyonavyo kwa ajili ya sanduku la Mungu. Daudi akaenda akalileta sanduku la Mungu toka nyumba ya Obed-Edomu mpaka mji wa Daudi. Tusome mstari wa mwisho. Hata ikawa watu waliochukua sanduku la Bwana walipokwisha kwenda hatua 6, akachinja fahali na ndama mnono. Hebu rudia sana tena. Hata ikawa watu waliochukua sanduku la Bwana walipokwisha kwenda hatua 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ilipofika 6 akafanya nini? Akachinja fahali na ndama mnono. Jina la Yesu lisifiwe. Nataka isipokuwa ni muda, mtu wa jina aliitwa Abinadabu alikaa na sanduku zaidi ya miaka 20, lakini hakukuwa na mabadiliko. Lakini wakati sanduku lilitoka kwa Abinadabu, Biblia inaniambia ikaingia kwa Obed-Edomu kwa muda wa miezi 3. Obed-Edomu akafanya nini? Akabarikiwa kweli kweli. Jina la Yesu lisifiwe. Sanduku katika nyumba ya Abinadabu hakukuwa na baraka, lakini sanduku katika nyumba ya Obed-Edomu baraka zilikuwa. Na huku ndiko ninakuambia ya kwamba kutoka na sanduku la agano la Bwana kama desturi, kutoka na wokovu kama desturi tu,
usherati ndani, uwezi ndani, unyang'anyi ndani, udanganyifu ndani, ni wenye ambao wanakaa na sanduku la agano kama desturi. Wana Masaba, Bwana anawatakia vipi? Kama una sanduku la Bwana, wokovu wa Bwana, usikae nao kama desturi tu, lakini ukikaa nao kama Obed Edom, utabarikiwa kweli kweli, utabarikiwa, utabarikiwa, utabarikiwa kweli kweli. Na zile baraka ambazo utabarikiwa nazo na kutangazia katika madhabahu haya, watu wakikuangalia watashikwa na wivu. Kama Daudi anataka tu kwenda naye apate kuwa kama Obedi Edom, naomba katika nyumba hii tuwe na Obedi Edom. Sanduku la Bwana mwaka huu liweke kwako, liweke kwa kazi yako, liweke kwa mwili wako, liweke kwa watoto wako, liweke kwa mume wako, liweke kwa mke wako, liweke kwa watu wako. Na Biblia inasema watafanya nini? Watabarikiwa kweli kweli. Are we together? Yes. Wakati Daudi amejua hivyo, Biblia inasema alitumanisha na watu ambao walitembea pamoja, na wakati walipochukua sanduku ilipokuwa inahitajika kuelekeshwa Yerusalemu, Biblia imenitia moyo, sababu inasema namna gani? Akienda hatua 1, 2, 3, 4, 5, 6, anasema simameni, wacha tutoe sadaka kwa Bwana. Na Biblia imetuambia ya kwamba sio ni kufanywa mambo makubwa. Ninataka niseme sio ile tulipo tunaipaka wakati wa matanga. Si unajua vile tunafanyaga wachungaji, cha kutuma ila damu yake, sina wema wa kutosha, amri zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Alafu wanasimamisha, wanasoma andiko, wanasoma andiko, wanasoma andiko ambalo bila kutiana moyo. Watu wanapojua umuhimu wa kukaa na sanduku, hata mwelekeo unabadilika. Haleluya. Na kuombea kwa sababu ninamaliza na ni muda nimekosa, ya kwamba tembea na sanduku la agano. Na ukitembea nalo isiwe tu ni desturi tu, isiwe ni ile watu saa ingine nguo mrefu lakini madhambi ni mingi sawa sawa. Iwe ni ile saa ingine rosari lakini dhambi ni nyingi. Sijui unaona, iwe ni mambo yale yote utaweza kusanya sana. Saa ingine ni wachungaji wamepaa zile maroho, lakini wakati wanapotoa dhabihu ni watakatifu. Akipiga kona, maovu inajaa mahala pale. Naomba Mungu wa Obedi Edom aingie ndani mwako, na kuanzia leo hii ninakuwekea hatua kwa sababu ya mabadiliko. Kwa kazi yako pokea mabadiliko, kwa mwili wako pokea mabadiliko, kwa mume wako na mke wako pokea mabadiliko, kwa biashara yako je, pokea mabadiliko. Mwezi wa kwanza Bwana akuinue kazi hiyo. Mwezi wa pili Bwana akuinue mwongezi hiyo. Mwezi wa tatu Bwana akubadilishie kalenda katika jina la Baba
na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Inua mikono yako juu. Bwana